semo yebiro byokumanya Bibilia na gutebinga egati ya maborio na rokweboria ibiko morigeria kubwateri borire gutaka kweboria na rwataka onyoro muntu uranyaraga ukwiraniria riboria rero no twategaga pastor Basweti na we gontu bwate pastor Moses bachikunyara ba ukwiraniria mwanchito morigeria boigo asensemo ye namba ya studio 07886663 na bakunyara ko gusanga kure tutarachi kusangisa utogoswa asensemo ye bimanyero ribe Bibilia tuka pastor Moses yaratusomera aratusabira tumaye guchaka nawe no kubakwani mwanjito murigiria kuba amane kubakwani tunaweza katuombea kwanza. Amen. Wacha tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nasema ni asante asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema hii na wakati huu Bwana, tunapoenda Bwana kulichambua neno lako Bwana na kujibu maswali ya watoto wako Bwana. Wacha neema yako na fadhili katutoshe, maana wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amina. Na pia unaweza kumsalimia mtazamaji. Najua sijakupa wakati wa kumsalimia. So sasa you are free, unaweza kumsalimia. Asante. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Asante wewe rafiki yangu na mtazamaji, na kualika katika kipindi ya leo ukatembee nasi. Zaidi ya yote wacha tukasikia kutoka kwa Mungu, sifa na utukufu zikamrudie. Mungu awabariki. Kwa majina niita Reverend Moses Usagi. Asante sana. Basweti. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Saiti ya yote na wakaribisha popote mlipo mnapotazama. Najua kwamba neema ya Bwana itatuongoza katika yale maswali umejiuliza katika maisha. Mungu atatuongoza kwa kila jambo. Wacha jina la Bwana litukuke na ubarikiwe pamoja. Kwa majina ni Pastor John. Pastor John Basweti. Basweti. Asante sana. Nilikuwa nataka tuanze na ile maswali ambayo tulikuwa tumetumiwa the previous. Lakini kuna swali moja huku imeingia na ikaniguza sana. Utanikubalia tuanze na hiyo? Ndio. Ri swali iri mwanchito murigerego tebaga. Ninki gakogera intwaba Kristo togwetire michande menge kubwa abantu bense. Iyo ntonta maiti a difference y'abantu bense na Basweti yao chikoto tebia sobwagare. Lakini niweze kuuliza Pastor Moses kwa sababu ya Luka anauliza swali, mbona sisi wa Kristo tunateseka sana kuliko watu wa dunia? Ni swali ambalo umeulizwa. Anaitwa Boni. Alisema haya Soko TV na salimia babangu Esron Okega kutoka Bonchari, watoto wangu Sandra Okega na Princess Okega na Junior Okega from Bonchari. Chisemo cha Bonchari akoro kwa Eric Okega. Asante sana Mr. Eric kwa sababu ya swali ambalo umeliuliza. Na nataka kwanza nikisema ya kwamba kuna mambo mawili hapa. Ya kwanza ni watu wa Mungu na wana wa Mungu. Wakati naitwa watu wa Mungu ni watu wote duniani kote, na wana wa Mungu ni wale ambao wamempokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha na wamemkubali, wameitwa wana kwa sababu ya urithi wa ufalme wa mbinguni. Na wakati Biblia inasema amba umeuliza swali ya kwamba kwa nini tuteseke sisi wa Kristo? Kwa nini tunapitia changamoto? Kwa nini tunapitia maisha magumu? Number one, tunayapitia nikianza hapo kwa sababu we are living in a fallen world. Tunaishi katika dunia ambao imeanguka. Naishi katika dunia ambao shetani aliingia akaharibu ile mipangilio Mungu alikuwa amepanga mema na mwanadamu. Lakini zaidi ya yote, Mungu pia kwa sababu anatupenda, na Biblia inasema kuna mpango mwema pamoja nasi. Si kwamba wakati ambapo unapitia majaribu ama kanisa ama Wakristo ama watu wana wa Mungu wanapitia majaribu, si kwamba Mungu amewaacha. Kuna yale Mungu anaruhusu ili tuyapitie, na ninaenda kusoma neno la Mungu ili tukapade kulisikia kwa haraka, alafu nipe mtumishi wa Mungu pia katika kitabu cha Deuteronomy, kumbukumbu la Torati kwa kikisi oko iranerera isano isato. Biblia inasema ya kwamba moigwera machiko aya onsi nabaire aseri tukoria rero moya bwate erio naryo morabe moyo na komendekana erinde mogende moire nseria omonene alirete chira chisokoro chaino eiranga nabaye
monyore buna monene Nyasaye ino abaire okubara ase orogendo rwaino rwonsi ase roro ase ngaki emiaka 40 yaitire ase okubakora mobe abaitongo. So number one, Mungu anaajiria majaribu ili kutufanya tuwe wapole abaitongo. Erinde ase ngaki ye miaka 40 yaitire ase okubakora mobe abaitongo na kubatema ase okumanya ebirengereri byaino arore gose muganetie kurenda amachikae gose aya akabakora mukaba abaitongo akabatiga mukaba nenjara eria akaba amana endagera eyugete inwe mutamanyete nonya nechisokoro chaino kitamanyete erinde monyare komanyanga mondo takonyara koba moyo ase endagera yoka kolende niga koba moyo asikira lingana likorwa ase omono bwa monene. So ukisoma hapo chapter 8 yote itakueleza kwamba wakati Mungu anaajiria majaribu yanakuja katika maisha ya Wakristo ni kwa sababu ya kupima imani zetu. Kwa sababu kama wana wa Israeli waliajiriwa miaka 40, wengine wakateseka huko jangwa, lakini God still provided for manna, akawapa manna ambao hawakujua ilitoka wapi. Hata katika hali ngumu zenye Wakristo wanapitia ama wana wa Mungu tunapitia, bado Mungu he provides katika siri, ana provide, anakuwa pamoja nasi. Na zaidi ya yote, nikimalizia ili Reverend akaendelea, ni kwamba ujue ya kwamba baraka za Wakristo zinakuja pole pole lakini za milele. Hizi zingine shetani yeye anapea watu wake kwa sababu kazi ya shetani anakupea, lakini anything about the devil iko na gharama yake, lazima utalipa gharama, na gharama ni kifo. Na utajiri wa mapema inaleta kifo ya mapema, ama utajiri wa watu wa dunia inasababisha kifo ya mapema, lakini Wakristo baraka za milele zenye Mungu ametuandalia. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikizidi kuchangia hapo, mchungaji ameanza vizuri akisema kuna tofauti kati ya watoto wa Mungu na wana wa Mungu. Sote ndio ni watoto wa Mungu, tumeumbwa na Mungu kwa mfano wake, lakini wana wa Mungu jinsi amesema ni wale ambao wamemwamini Kristo. Kwa lugha nyingine tunawaita wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu ukisoma kitabu ya Biblia katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 19, Daudi anasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umuokoa na hayo yote. Many are the afflictions of the righteous. Na wewe kama mwenye haki, wewe ambaye umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima utapitia mateso. Na mateso hayo sio chache. Daudi anasema ni mengi, lakini anasema hata yawe mengi, kuko na jambo la furaha ya kwamba mwishoe Bwana atakuokoa na hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jambo lingine Paulo anatuambia katika kitabu cha Wafilipi ya kwamba tuko katika ushirika wa mateso ya Kristo. We are in the fellowship of his suffering. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapopitia mateso ni sehemu ya ibada, ya ushirika. Vile tunatembea na Kristo, pia katika mateso yake tunatembea na yeye. Na ukisoma kitabu cha Yakobo, the book of James chapter 1, ukianzia hapo verse 2 mpaka 4, Biblia inasema hivi, James chapter 1 from verse 2, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Kwa ufupi, Yakobo anatuambia kwamba mateso ndio inatufanya tunakamilika. Najua Yesu alisema ya kwamba mbinguni ni kwa wale wakamilifu. Kukamilika si ati hauna dhambi, hauna nini, lakini mateso pia inatufanya tunakamilika. Inajenga imani yetu. Imani yetu inakamilika kupitia hata mateso. Na ukisoma kitabu cha Waibrania mlango wa 2 mstari wa 18, inasema ya kwamba tunaye Mwokozi
ambaye anaelewa mateso yetu. Aliishi kama sisi wanadamu, aliteseka kama sisi wanadamu. So wakati tunapopitia mateso, hata yeye anaelewa, anatutia nguvu. Kwa hivyo ujipe moyo, mateso ya mwenye haki ni mengi. Wewe kama umeokoka, jua ya kwamba umetangaza vita na adui na shetani, na shetani anaweza kukupiga na hali yote ya majaribu na mateso, lakini habari njema ni kwamba Bwana ameahidi ya kwamba atakuokoa na hayo yote. Mungu akubariki. Asante sana. Naona alikuwa anatazama, amesema asante utumishi wa Mungu. Kwa mimi ni Mkristo, ndoa yangu ilipotea saa hii, ninaishi na watoto tu, na mimi ni Mkristo, but my brother ni walevi, but ndoa zao zimesimama. Ni kama kuna zile changamoto anapitia. Amesema ndoa yake ilisambaratika, lakini brother zake hata kama ni walevi, ndoa zao zimesimama. Jambo kama hilo ni kawaida, na nimesikia watu wengi wakisema mbona mimi ni Mkristo na ndoa yangu si mzuri, mwingine ni mlevi, wako na furaha, wako na kazi, sina kazi. Jambo naweza kuambia kwamba vile umeokoka, ujue hiyo ni vita umetangaza kwa shetani. Umekuwa adui wa shetani, na kwa sababu umempokea Yesu na umekuwa adui wa shetani, jua kwamba shetani atakupiga vita. Atapigana na ndoa yako, atapigana na kazi yako, atapigana na biashara yako. Lakini wale wenye wajaokoka, shetani tayari amewafunga macho, amewanasa. Anazidi kuwafunga macho kwa raha za ulimwengu, wanaona wako sawa. Lakini wewe katika mateso yako, hiyo ndio inakusongesha zaidi karibu na Yesu. Maana Biblia inasema ya kwamba Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi mlango wa 34. Bwana yuko karibu na wale wamevunjika moyo. The Lord is close to the broken hearted. So wakati unapitia mateso, your heart is broken, but at the same time the Lord is close to you. Kwa hivyo unapopitia mateso, usife moyo, jua kwamba Mungu mwenyewe na uwepo wake uko karibu na wewe zaidi katika mateso. Asante sana. Naona pia Bosira ameweza kujibu. Ni Bosira kutoka Nyantara, alikuwa ameulizia why does God allow suffering if he loves us. Nginya saa wanchira twitire mechando nyega twanjite nero tebire kaitira nchina nyori richibu na tagete. Ashapata jawabu yake. Na naona tunaweza kaenda swali ya pili kwa sababu ya kwanza ishajibiwa. How can I know God is purpose for my life? Inga kina manyiga nganya sai asobog mabwane. Na wao baswetio kora totebia purpose usenere ganga gusito gocho twatewe ganga. Na bakora totebia seke gusi. Mbia mono so abongo prayer ori aseke swali ndeke gusi eganga gose emeroberia nyasaye asobog mabwaito. Ngakiora akoromanye nga nyasaye nabwate omoroberio nae. Na nemeroberie mia tobate. Nemeroberie mia. Egentege tanga ni korubuna nyasaye agoteba nga konyatara gotonga segetabu kia Jeremiah chapter 1. Ekero basoma isana ibire sansa tegateba nga before atara gotonga utara manyekana na komanyete. So nyasaye gatomaete even before we were born. Na inda singi junato maete korwa ukero yomo otobekeire meroberia emia. Ne meroberia ya nyasaye amarika gotanga ase bari abangeire meroberia abo. Oanje tu anja kende gionsi muna mwanya bantu wetera. Tari nga nyasaye takemanyeti. Nonya go wetera bunendu we yata ngoeteire ase enyome mechando wa etera ase nyomo yabo. Tari nga nyasaye natamanyeti. Ngosabore ndio. Kwa ndole kanisa nyasaye oyo togosasi matari maukotarora naro chokorera waito naro chekerege ndasengenje andonsi agocha marika batebanga ari nyasaye njira tonyore na sengenje wanja kwa nyasaye erindeko ya obonene. It is because anyore obonene asari to wetera, lakini kero yomo oyo boriri nga kyokoromanye goika okorigereri gochibocio manye ngaki maambe yago igera sama goko anyasaye tari asamu anyabantu omanye nga ase kwarure na ase gwaikire na sogochi inyasaye nyasaye ragoteba Jeremiah 29:11 nganje nimbwate emeroberi yane emiya gocha sore emeroberi yokoba amaya tari amabe amaya igo ngakere oko yaetera ndonsi ogwetera omanye nga mambi ngonjo kabire
aye kokoranga ya waetire na makongo manya yale businama ya lakini gokonyoranga wetera furati ayekere gente kwanyotete kere furati omanya bo mabwa ombolio buya lakini ekero wetera matem na ryo kumanyanga you are on the journey no ora se savari na ende nyasaye oroberie emeroberie meya aso mabwa so koyemanye emeroberie yo no korora ari nyasaye gokorere one by one. Count your blessings one by one. Roranki keri nyasaga kota sinare kuarengo motego nyasaga korusi. Asegete omanyanga na mambi na kogenderera. Nyasaye nabwato morobiri omuya tago gotiga no nyangake. Amen. Amen. Pastor unaweza kachangia? Asante, nikichangia hapo mali mtumishi wa Mungu amesema, nitarudia kama hapo mali amesema Yeremia 29 mstari wa 11 kwamba maana najua mipango ninayo juu yenyu. I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. Kumaanisha ya kwamba ili ukajue mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, utambue ya kwamba Mungu ako na mapenzi, ako na mipango juu ya maisha yako. Hiyo ndo the plan of God for your life. Lazima ujue kuna jambo Mungu ameniumba na kisababu. Unaona? Na utakapojua Mungu ako na kisababu juu ya maisha yako, unaenda hatua ya pili. Unajua ya kwamba mipango ya Mungu yenye Mungu ako nayo juu ya maisha yangu si yangu tu, kwa sababu ni ya Mungu. Nafaa nitembee pamoja na huyu Mungu, nifanye mambo pamoja na huyu Mungu. Hapo ndipo utaweza kugundua na kufanikisha mipango ya Mungu juu ya maisha yako, ama mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Biblia inasema ya kwamba hatua za mwenye haki zinaongozwa na Mungu, na hatua hizo ni mipango za Mungu juu ya maisha yako, na lazima ukubali Mungu akuongoze na ufanye naye kazi. Ukisoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 10, Biblia inasema sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo, tumeumbwa na Kristo kwa sababu ya kazi yake njema. Asifiwe Yesu. Amen. We are God's workmanship, created by Christ for his good work. Kwa hivyo kuna mapenzi mema Mungu ako nayo na kusudi mema juu ya maisha yako, lakini lazima utembee pamoja na Yesu, ushiriki pamoja na Yesu, ufanye hiyo kazi pamoja na Yesu, na hakika mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako yataweza kutimia. Na njia nyingine pia ya kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni kupitia maombi. Saa nyingine huwezi jua, lakini utakapomuomba Mungu, Mungu atakuelekeza jinsi ya kufanya. Unaposoma Biblia, watumishi wa Mungu wengi akina Daudi walikuwa kiomba Mungu na Mungu anawaelekeza. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mambo mengine hatuwezi jua tusipoomba. Ndio Biblia inasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha. Najua mambo mengine huwezi jua, lazima Mungu akuonyeshe. Anasema utakaponiita, utakaponiomba, nitakujibu na nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Pengine kuna mambo uyajui, lakini utakapoomba utaweza kuyajua. Asante. Asante sana. Labda kabla Basweti aweze kuongezea ama kuendelea, anasema okay, mimi nilikuwa karibu na mtumishi wa Mungu fulani mkubwa wa Kisii, but huyu pastor alimfukuza kanisani kwa sababu aliniambia niko na kitu kikubwa sana ndani yangu, so hatukuweza kuelewana, so sijui why akaniambia hivyo. Naomba mnisaidie watumishi. Hapo ndipo ndoa yangu ilianza kuyumba yumba. Kitu ya kwanza ningesema kwamba mambo mengine ni magumu kusikia kutoka katika vinywa vya watumishi. Sure. Lakini tujue ya kwamba sisi ni mwili. Sisi ni mwili, na katika mwili, katika hii mkono yangu, hata vidole zetu hazitoshani. Ni kama vipawa ambazo tumepewa na Kristo Yesu. Biblia inasema kila mtu amepewa kipawa mbalimbali. Na kila mtu ako na neema yake tofauti. Na katika hii, kama watumishi wa Mungu, tunastahili kufurahia kwa sababu hizi vipawa Mungu amepeana katika kanisa ili kuchenga mwili wa Kristo Yesu. Na kama kweli ni mtumishi wa Mungu, sitaki niseme mengi juu ya mtumishi kwa sababu Biblia ituruhusu, lakini ikiwa mtumishi wa Mungu kabisa ameitwa na Bwana, tunajua ya kwamba sisi ni mwili, na hata one of the part of the body moja ikikosewa
ingine inasikia vibaya. Kwa hivyo ni furaha yangu kwamba mtumishi akiona fulani ako na kipawa fulani kukitumia. Lakini katika hayo yote yale mambo alikuambia, maybe na wewe mawazo yako uliyaweka mbali. Maybe alisema, lakini katika mawazo yako ukajaza mengi, kwa sababu na shetani pia akaingilia hapo kuangalia katika mawazo yako, akayaweka ikawa negative na mambo mabaya yakaanza kutendeka, kwa sababu kazi ya shetani ni hiyo, kusikia kutoka kwa vinywa. Wakati alisikia hayo maneno, lazima shetani angeingilia ili akalete shida katika ndoa. Lakini kwa yote, we serve the Lord of restoration, Mungu ambaye analeta restoration katika maisha, katika ndoa. Kwa hivyo usikate tamaa, kukata tamaa ama usijukie watumishi wa Mungu kwa sababu ya maneno yaliyotoka kwa vinywa vyake. Kagitinga onyorera magana yo Eric Okeiga Alonsia Sore kagite mambia bono kwa sese nigwe nabo igama boli ali obwate kwa nyarigo kwiranirwa kagite Pastor Baswiti na batokenda seri iri gatatu ri ariko bori ngakinda tinye okwegena kwana gochiase omonguru chinga kingwetira emichando korale litko lya lero twarigwe amasbori ali ababori abari abakuboria nkwetira challenges ngaite challenges tiri bagwetira uno yakobori ngakinda nyari kingotinya okwegena kwane ochia somo nguru no enekero ngwitira makongo. Asante tigangira ndiria seke gusi alafu nitapea reverend buna tuatie kagokwana emechando ya chagete korwase omogondo ori bwedeni ekera baibori baita batangani Adamu na Hawa basaretie maete Nyasaye kagotongense gabegete kerendo kiange perfect na akabeka ebinto byonsi omogondo ori ogatiga omoto ori ogatigatiibwa matunda akabatebikari ebinto binde byonsi lakini omoto bwa matunda aya timoyo kuna taringa Nyasaye tatagete balie lakini gataete korora chinkoro chia mwanya bantu maete amatemu gagocha gopima okwegena kwao asomo nene inga notenene gose novakamu amatemu ali agocha akabekerwa alia ebintu giatakere is just obedience na samba nganaya buna kwa watiekire koboria nga ngakinda akole nkini okwegena kwana goikomanya nga abantu bonsi gose asense abantu bonsi ngwetera baramatemu lakini ao keroyo moga gwata matemu aye matemu gwetera tari ali ngwetera matemu onda gwetera tari lakini inkige kogera to obakamu number 1 lazima obe omonto gosaba prayer kwa sababu ekero gosaba omoiko Nyasaye gogocha imeago okwa hope okwa amatumaini. Whenever you feel like you are tired, whenever you feel like you are down, just go to your knees and pray. Genda samarua gosabe Nyasaye igakwa. Number 2, read the Bible. Somari ngana ria Nyasaye. Na indogo soma systematically. To basa ko kora kende gionsi. Aeranga egetabu kia Mathayo ngo chaka chapter 1, chapter 2 mami. Chapter 3. Ogenda systematically. Na indoko soma pole pole tari vune storybook. So meke bunge kama bibere bitatu lakini osaba Nyasaye ngomo ikabwo komanya nabo oko nagochenga okwegena kwago. Number 3, learn egende kanisa, hear the word of God because faith comes by hearing and hearing the word of God. You can't build your faith if you don't go to church and listen to from the men of God and the women of God. Lazima ndo igulingana ria Nyasaye tegere na ndo linyora so kubegena utakuwa ukichenga imani yako day by day. Nekere andosia sogo saba ogosoma lingana ria Nyasaye na kwegulingana ria monene then a fellowship yao origereria abantu gotara na barabuto tara na abantu bali bakoyiri okwegena kwao because abantu bali gotara na bona abantu batanga nte yumosani ogo tell me your friend, I will tell you your character. You know, you must walk with the people who are moving to the same direction. Erioko genda. Onye gokutara na barogi. Onye gokutara na abaibi. I know moibi. Tara na bantu ba Nyasaye bali bagokini okwegena kwao day by day. Na Nyasaye bwe meganda tigabaseni. Asante sana. I think mtumishi wa Mungu amejibu vizuri. Sioni la kuongezea lakini ninaweza nikatia nguvu mambo yenye amesema
Njia ya kwanza ya kutengeneza imani ni kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu. Vile anasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu likiwa sehemu ya maisha yako, ukiweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, utakuwa na nguvu. Moyo wako utakuwa na nguvu. Unajua wakati mwingine tunakosa nguvu kwa sababu mioyo yetu imechoka. Na njia ya kufanya mioyo ikuwe na nguvu ni kuweka neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, ukitaka imani yako ikue, unamwabudu pia Mungu. Unapomwabudu Mungu, imani yako inakuwa. Biblia inasema kuna wakati Daudi, marafiki zake walitaka kummaliza na mawe sababu ya mateso yenye walipitia. Jamii yao boma lao limechomeka, watoto wao wamechukuliwa na wake wao. Lakini Biblia inasema katika Samueli wa kwanza mlango wa 30 na mstari wa 6, but David encouraged himself in the Lord. Daudi alijitia nguvu katika Bwana na kamwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomwabudu Bwana, tunamtazamia Bwana zaidi ya sauti za wanadamu, tunaweza kupokea nguvu na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu jambo lingine yenye mtumishi wa Mungu amesema, wale watu unatembea na wao wanaweza kufanya ukue weak ama ukue strong. Biblia inasema watu wawili watatembea aje wasipoelewana. Unaona? Kwa hivyo ukitembea na mchawi, hata wewe karibuni utabadilika na ukue mchawi. Ukitembea na watu wema utakuwa kama, maana Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza ya kwamba bad company corrupt good morals. Unaona? Kwa hivyo ukitembea na watu wema, pia mambo yako yatakuwa mema na itazidi kuwa vyema. Na Zaburi moja inasema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, pia kuketi barazani pa wenye miza. Kwa hivyo ile company yenye unatembea nayo uiangalie, ili ukakue kama mti ambayo umepandwa kando ya vitito vya maji, ambayo haunyauki kamwe, huzaa matunda yake kwa majira yake. Kwa hivyo ukitaka Ukristo wako uzidi kukua bora na bora zaidi, mind your company, na itakuwa vyema. So ni ukweli wanaposema your company ndio ina define your character. Show me your friends, I'll tell you who you are. Sasa asante sana kwa hiyo. La, kuna mwingine alikuwa anauliza Mungu huanga najibu maombi, na kama hajibu ni kwa nini? Sorry ngo sabo kwa biro manchito marigira akoborio nyenyesae gakwiraniria amasabaito usonye nyesae gakwiwa amasabaito na ndonye tari kuigwa inki akadi atari kuyaigwera. Biamono. Kitu ya kwanza nasema ya kwamba if there is a man to pray, if there is a woman to pray, there is God never answers our prayers. Mungu ujibu maombi, lakini kuna yale maombi hayajibiwi. Nitaeleza kwa nini. Number 1, tujue ya kwamba Mungu unena nasi. Kitu ya kwanza Mungu ananena nasi ni kupitia neno lake. Kwa sababu watu wengi wanajiuliza, sisi tunaenda kanisani tunaomba, wakati mwingine unaomba kutoka asubuhi mpaka jioni. Ni lini Mungu unena? Mungu unena kupitia neno lake. Mungu unena kupitia ndoto, anazungumzia watu wake, na Mungu unena kupitia mahubiri, anatumia watumishi wake kama malaika kunena. Nasi njia ya kunena pamoja na Mungu ni katika maombi. Lakini wakati ambapo unaingia katika maombi, inategemea unaomba aje. Kwa sababu maombi mengine hayajibiwi kwa sababu tunaomba vibaya. Na tutasoma katika kitabu ya Yakobo 4. Yakobo 4 inasema ya kwamba mnaomba lakini hamjibiwi. Kwa nini? Kwa sababu number 1, kuna wale wanaomba kwa sababu ya tamaa zao. Mungu nipe pesa, nitese watu. Nitafunga watu machera, nitaumiza watu, watajua wajui. God cannot answer such a prayer. Mungu ajibu maombi. Mungu nipe pesa, nitafanya jambo fulani. Yaani maombi ya tamaa ili ukapate kutosheleza tamaa zako za mwili.
Hayo maombi Biblia inasema ya kwamba Mungu hajibu maombi kama hayo. Lakini kama utaomba mapenzi ya Mungu, kwa sababu when you want God to answer your prayer, you must pray according to the will of God. And the will of God ni kuomba kama vile neno la Bwana lasema. Ni kwa sababu wakati unaingia katika maombi, watu wa Mungu, unasema ya kwamba Mungu, you said this and this. Watu wengi wanaomba wanasema Mungu nisaidie, lakini hajawahi soma hata mstari moja mahali ambapo Biblia Mungu anasema ni jinsi gani anasaidia watu wake. You pray biblically when you want God to answer your prayer. Mungu ulisema utaenda pamoja nami, kama vile kitabu cha Isaia 43 ulisema ya kwamba hutaniacha wala kunipungukia. Mungu ulisema ya kwamba you will provide, kama vile kitabu cha Mathayo 6 ukianzia 31 kwenda chini nasema nini, 30 nasema ya kwamba tafuta kwanza ufalme wangu na mapenzi yangu na utakatifu, na mengine nitakupa. Mungu, yani you pray, unaomba kulingana na Biblia. Lakini ukiomba maombi mengine ambao unaomba kwa tamaa zako, unataka kwa tamaa zako, Mungu hawezi jibu maombi kama hayo. Na labda before mtumishi wa Mungu aweze kujibu, anauliza basi ni wakati gani tunafaa kuomba, na tunapoomba unaweza katuambia yale ambayo tunafaa kuzingatia? Katika kuomba, Biblia inasema pray always. Katika kitabu cha Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4:18, Biblia inasema ya kwamba pray always. Maombi unastahili kufanya wakati wowote, iwe asubuhi, iwe saa 7, iwe jioni, iwe ukitembea, you can be praying. Usiku ukipata neema ya kuamuka, amuka uombe. Lakini katika haya vile umeuliza ya amesema ni wakati upi tunaweza kaomba, na labda ninapoomba nini naweza kazingatia? Kuzingatia ni ile ya kwamba number 1, when you enter into prayer, first and foremost you have to thank God for what he has done for you. Ansa na shukrani. Mungu, nakushukuru kwa sababu ya yale umenitendea, hata kama kuna mengine hujayaona. Mungu, unaambia Mungu ya kwamba asante kwa yale umenitendea. Kuna vita Mungu amekushindania haukujua. Kuna mitego Mungu amekutoa haukujua. Kuna yale ushindi Mungu amekupa katika maisha na haukujua. Unashukuru kwa sababu ya hayo mambo hukuyaona. Na pia ukapade kushukuru kwa yale ambao hauoni kwa imani, kwa sababu faith is a substance of things hoped for, things not seen. You pray just by faith. Mungu, kwa yale ambao unatapiri mambo yale ambao hujaona kwa maisha yako katika maombi. Another very important thing, tupu. Wakati umeingia katika maombi, no matter wewe ni malaika gani, tupu dhambi zako. Ambia Mungu nisamee, because the sins of omission and the sins of commission. Unapata ya kwamba kuna dhambi umetenda au kujua umetenda, lakini umetenda. Tubu dhambi, tengeneza uhusiano pamoja na Mungu, kwa sababu dhambi, Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 59 ya kwamba sin, dhambi ufanya mkono wa Bwana si mfupi usiweze kutusaidia, wala masikio yake magumu kutusikia, lakini dhambi imetutenga mbali na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tubu dhambi zako, omba Mungu, muite Bwana wakati wowote. Kuna Mungu mbinguni anajibu maombi hata kama inajelewa. Kuna siku itatimia. There's one day called one day. Maombi yako itajibiwa na utafurahia. Amen. Amen. Tunaweza rudi kwako. Amen. Ongezea kwa yale mtumishi wa Mungu amesema. Kwanza kabisa Mungu anajibu maombi. Anajibu maombi. Alafu jambo lingine, maombi inafaa kuwa sehemu ya kila Mkristo. Biblia inasema ya kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. The first mark of a church, of a Christian, is prayer. My house will be called the house of prayer for all nations. Kumaanisha kila sehemu, wa Kristo wote kila kona duniani wanafaa waombe, na maombi haina mwisho. Ombeni bila kukoma. Mimi huwa sikubaliani na watu wanasema ati push, ati pray until something happens. Unajua wanamaanisha kwamba hiyo jambo ikifanyika maombi imeisha. Sio hivyo. Pray without ceasing, hiyo ndo Biblia inasema. Biblia isemi mahali pray until something happens.
It says pray without ceasing, omba bila koma. Mungu anapokujibu endelea kuombea yale majibu Mungu amekupatia. Kama ulikuwa unaombea mtoto, Mungu amekupatia mtoto, sasa omba huyo mtoto maisha yake yawe mazuri, masomo yake, kuishi kwake na kila kitu kwake. Jambo lingine, Mungu saa ingine anaweza kosa kujibu maombi yetu kwa sababu ya dhambi. Ukisoma Zaburi 66 mstari wa 18, Psalm 66 verses 18, the Bible says, David says that if I had allowed sin in my heart, the Lord would not have heard me. Kama ningeweka dhambi moyoni mwangu, Mungu asinge nisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhambi inazuia majibu ya maombi. Na jambo lingine tunafaa tujue katika swala hili la maombi ni kwamba Mungu jibu sawasawa na mapenzi yake na pia sawasawa na wakati wake. Nataka unishike vizuri. Mungu jibu sawasawa na mapenzi yake. Ndio, ni mapenzi ya Mungu akujibu maombi yako, lakini pia anajibu kwa wakati wake. Aliambia Abrahamu ya kwamba wakati kama huu mwaka ujao nitatembelea mke wako Sarai, atakuwa na mtoto akinyonyesha. Mungu anajibu na wakati, at the appointed time. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine tuko na haraka. Mungu anaweza kuwa amesema ya kwamba mtoto wako atakuwa ni daktari, na unaambia Mungu, kwa nini? Kama ni ukweli, kwa nini si daktari? Hiyo wakati bado lazima kwanza asome, aende university, ahitimu, ndio awe sasa ni daktari. Hata kama kuko na urithi unataka kupatia mtoto wako, unangoja wakati amefika miaka, amekamilika 18, hapo ndio anaweza na kajisimamia hiyo mali, wakati mtu amekomaa. Kwa hivyo Mungu sengine anajibu wakati pia sisi tumekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mtoto ukimpatia kitu anaweza haribu. Kwa hivyo lazima sisi tukue katika imani, tunapozidi kushiriki na Kristo na kutembea naye katika maombi, na hakika Mungu atajibu maombi yetu. Asante. Natumai mtazamaji anaendelea kubarikiwa. Kuna mmoja amesema, Moni Diana ni Evans Aurora kurwa Nairobi omusese nigwe abasomba bubanya sai basese nigwe mono asamangana maya mogendere tusese kabisa. Natumai pastor ameelewa, lakini anasema unazidi kumbariki. Nimeelewa. Umeelewa? Anaelewa. So sai tunaweza kaongea Kisii kwa sababu haita kupa challenge sana. Lakini anajaribu sana. Sawa ndoche toswaye pastor baswetia seria kabere edi swali lilinda kuboria tukwanira igoro ya turakwanira igoro ya reconciliation kyaranga ndoche ga ukwanira igoro yoko babira bali bagutogosera tutaraswa siri swali lya labda nabo turakwanira igoro ya reconciliation kusamehe wala ambao wametukosea. Asante. Konko ganda reconciliation, kitu ya kwanza kuna jambo ningeongezea juu ya maombi, kwa sababu watu wengi wanaingia katika maombi kucomplain. Najua complain nazo zinafunga mbingu. Uko hapo maombi ni kucomplain. Au hata Mungu anangojea, kwa sababu hata wakati wa Bartimayo wakati anaita wengine wanamzuia, alikuwa anaita Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. And Jesus gave him attention. Alimuuliza, what do you want? He went specific, akasema nataka kuona. Lakini watu wengi Mungu akituuliza nataka nini, tuko hapo ni complain. Change the model, uanze kushukuru, kuomba, Mungu atatenda. Tukikuja reconciliation, it is paramount for any person. Katika mwanadamu yeyote tunahitaji second chance or second chance. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hapa duniani tulipo majaribu hayana puti kuja. Na mtu ambaye analeta majaribu maybe ni ule mtu wa karibu sana nawe. Lakini pia the Bible has given us a solution ya majaribu, jinsi yani ya kureconcile, kusameana katika Mathayo 18. Mathayo 18 Biblia inasema ya kwamba, hata nisiposoma, ya kwamba mtu akikukosea,
Sasa hapo ndio inatupa formula ya reconciliation. Enda kwake wewe mwenyewe, ongea na yeye, mwambie my brother, my sister, my auntie, my whatever, umenikosea, lakini nahitaji tuongee pamoja nawe, tusameane. Mimi nimekusamehe, kwa sababu msamaha, Biblia vile inasema usiposamehe hata Mungu hawezi akakusamehe. Na hiyo ndio maana inatulazimu kama Wakristo, kwa sababu Biblia inasema sisi ni kama wachinga. Wakristo tunaonekana kama wachinga, lakini ni ile neema tumepewa ndio inatufanya kama wachinga, lakini kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Inasema ya kwamba muendee peke yako, ongea naye. Akikubali umemsaidia, akikataa enda watu wawili. Enda ukaambie mwingine ili akalete suluhisho kati yako na mwenzako. Ukamwambia ya kwamba ndugu yangu umenikosea, dada yangu umenikosea. Akikubali umemsaidia, akikataa enda wa tatu, ama enda kanisani. Akikataa kanisani, mtamwaja Biblia na muidha akoma ni mwananchi. Huyu atakuwa kama mtu wa dunia tu, wa shetani, kwa sababu akikataa hizo sote process ambazo zimewekwa, achana naye. Lakini wewe kama mtu, mimi kama mtu, kwa sababu ya wokovu na ukombozi tuko nayo, unasamehe hata kabla hujaombwa msamaha. Wasamehe kama Kristo alisema msalabani, maana hawajui walitendalo. Uwasamehe. Kwa nini? Wakati wanafunzi wa Yesu wamemwendea akawachukua milimani, nataka kumalizia nipe mtumishi, aliwaambia tufundishe kuomba. Ndio Kristo Yesu kama vile Yohana amefundisha wake. Yesu akawaambia, ombeni Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, na utusamee makosa yetu kama vile tunavyowasamehe watukoseavyo. Na hapo sasa 14 ndio nasema ya kwamba kama hatuwezi kuwasamehe wengine makosa yao, na Baba yetu wa mbinguni hawezi akatusamehe. So forgiveness is when you forgive yourself. Actually kusamehe ni wewe umejisamehe, ni wewe umechiondolea mengi, kwa sababu wakati ujasamehe mtu, ukimpata, ukimuona hata tumbo yako unachiwekea shida, stress, unaleta magonjwa. Hata kutosamehe ndio inasababisha watu wengi wako hospitali, wako na magonjwa, kwa sababu ukiona mtu unastuka mpaka tumbo inaenda mbali, inakatakatika, unachitakia magonjwa. Wasamehe. Watu wengine hata ukingojea wakuombe msamaha hawawezi. Wasamehe and forget about it. Fanya maisha yako, ngojea Kristo Yesu. Yeye ndiye anasema God is God of revenge. Yeye ndiye ataripisa kisasi, sio wewe. Amen. Asante. Amen. Mtumishi wa Mungu amenena vizuri sana. In fact, hapo mahali anasema ya kwamba forgiveness is the key to the answer of your prayers. Babu, Mungu anasema ya kwamba tusiposamehe wengine, hata sisi maombi yetu haitajibiwa. Unajua maombi yetu mengine inakosa kujibiwa kwa sababu ya uchungu ambayo tumebeba. Ati mtu fulani alinikosea nini, sasa unakosa kumsamehe. Unaona? Na wakati umebeba mambo ndani ya moyo, wewe mwenyewe hauna amani. Na wewe mwenyewe uko na uchungu, ni mzizi ya uchungu umeeka. Ndio katika kitabu cha Hebrews naambia kwamba tuangalie sana, tusipande mzizi wa uchungu ndani ya mioyo yetu. Tuwasamee waliotukosea. Na Paulo alisema vizuri katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4. Alisema kwamba jua lisitue kama uko na hasira, samee mtu. Yaani kwa ufupi, usilale na mzigo ndani ya moyo wako. Hata kama mtu amekukosea makosa gani, wewe tu msamee. Usilale na hiyo uzito ndani ya moyo. Kwa sababu gani? Mimi huwa ninasema hivi. Unajua wakati umelala, wewe ni kama maiti. Huwa nasema kulala ni mazoezi ya kifo. Unaweza lala ukiwa na hiyo uchungu, ujasamee mtu. So ndo Paulo anatuambia kwamba make sure kabla jua halijatua, saa 12 jioni, usikuwe na maneno na mtu, samee mtu. Maana ukilala na hiyo maneno, unaweza kulala nayo milele ukiwa na uchungu. Na Mungu hiyo hataki. Unaona? Na wanasema tusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na wengine. Lazima kwanza usamee wengine ndio pia Mungu akusamee yako. Unaona? Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, kusamee mtu sio jambo rahisi na pia sio jambo gumu. Ukichukua tu hali
huyu mwenye amenikosea, pengine ni mimi ndio ningekuwa nimemkosea, ingekuwa aje? Ndio Paulo anatuambia kwamba kama jinsi Kristo alivyo tusamee, na tusamee wengine makosa yao. Makosa yetu ilikuwa mengi, lakini Kristo kwa rehema zake akatusamee. Nawe pia uchukue hiyo kibali, samee pia na wengine. Na itakuwa vyema. Na Biblia inasema heri wapatanishi, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God, sons and daughters of God. Kwa hivyo na wakati mtu amekukosea ama umekosea mtu, hauna amani, lakini njia ya kuleta hali ya upatanisho, reconciliation na amani ni kwa kusameana, maana hiyo ni dhibitisho kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Asante sana, kile ambacho nimejifunza. Kama nimekosana na Basweti kwa text, jua kuomba msamaha before nilale. Hata kuna mwingine anaweza kuwa anajiuliza kuongezea tu ya kwamba how many times can I forgive him? As someone anaendelea kunikosea, nitamsamehe mara ngapi? Mathayo 18:21 inasema rio Petro agacha akamuboria monene ng'ara karengo yo minta arankorere bibe na inche mwabere goika chintunda isano na ibere gose. Yesu akamotebia tingogotebia komwabera chintunda isano na ibere mwabere nonya ne chintunda isano na ibere nara 50 nebere 7 times 70. So ujue ya kwamba msamaha ni milele. Mtu atakukosea leo, msamehe. Kesho msamehe. Msamehe. 490. So hiyo utakuwa umemsamehe tu kila wakati. Forgive baadaye samehe mtu mara 490. So that is achana na watu. Fanya mambo yako. Tenda mema, enda sako. Na kwa sababu ya wakati, ile nimejifunza leo ni kwamba kuna watu wengi wanapitia changamoto. Na ile ambao wanajiuliza ni kama basi naenda kanisa, kama namuomba Mungu, ni kwa nini napitia hizo changamoto? Hizo changamoto zote I think murigerio itu kwa nyari kwa kunyora mabuli ayo. Tande kwa nyori kwira nilikuwa na pastor baito, labda niweze kukupa dakika moja uweze kanena na mtazamaji ndipo tuweze kumaliza. Okay, mtazamaji wangu, asante kwa wakati umenipa, umeketi mahali hapo ukinisikiliza, na zaidi ya yote kusikiza sauti ya Mungu kupitia sisi watumishi wake. Ombi langu ni kwamba katika maisha haya, kama kuna jambo mzuri, ni kuishi katika mapenzi ya Mungu. Yesu alipokuwa duniani, kuna wengi walimkosea, walimtenda mabaya, wengine hata na wakamsaliti, lakini alipokuwa msalabani alisema, Baba wasamee maana wajui wanachokifanya. Kwa hivyo wanadamu wako na upungufu wao, wanaweza kufanyia mambo kwa sababu hawajui, na zaidi ya yote hawamtambui Yesu. Lakini wewe kama Mkristo, jifunze tu kumsamehe. Pengine unapitia mateso ama hali yote ya changamoto, taka nikwambia kwamba Mungu atakuokoa na hayo yote. Maana amesema mateso ya mwenye haki ni mengi, si moja, si mbili, si chache, ni mengi. Lakini Bwana ameahidi ya kwamba atakuokoa na hayo yote. Wewe mwenye unatamani ukue katika kiroho, tafakari, zingatia neno la Mungu usiku na mchana. Kaa karibu na Yesu, neno lake likae ndani yako na wewe ukae ndani yake, na hakika mambo yako yatakuwa sawa. Ujifurahishe tu kwa Bwana wakati wote, na hakika atakupatia haja za moyo wako, na Mungu akubariki sana. Asante sana, na wewe uweze kubarikiwa. Basweti. Asante sana kwa sababu ya kututazama na kusikiza neno la Bwana. Sisi ni vyombo tu, tunatumika na Bwana kwa ajili ya kukuelimisha. Zaidi ya yote ningesema kwamba wewe unayepitia majaribu na unajiuliza maswali mengi katika maisha, kama umeamua kuokoka na umeamua kabisa kumtumikia Kristo Yesu na kumfuata, ujue ya kwamba in the Bible, kuanzia Genesis to Revelation, hakuna mtu wa Mungu ambaye ameandikwa katika Biblia maisha yake ilikuwa inaenda vizuri hivi. Kila mtu aliyapitia. Mitume waliyapitia. Kristo Yesu aliyapitia. Kama vile alipitia, nasi tutapitia. Lakini ni nini? Biblia inasema ya kwamba wakati amepitia mpaka kifo msalabani, alikufa akafufuka, saa ameketi katika kiti cha enzi cha rehema. Anatuombea, anatuelewa,
anatujua. Hata kama umeanguka, simama tena, kwa sababu Mungu anasamehe. Usikate tamaa, usichoke kuomba, usichoke kumtumikia Bwana. Ujue ya kwamba ipo siku mateso yataisha, kama vile Biblia nasema ya kwamba mateso ya sasa hayawezi yakalinganishwa na baraka na amani na ushindi na furaha iliyo mbele ambayo tunatarajia, kwa sababu kuna mahali tunaelekea. Usikate tamaa, mtu wa Mungu, kwa sababu zote tumeyapitia na tunaendelea kuyapitia, lakini sisi ni washindi zaidi ya washindi. Bwana atusaidie. Bwana awe pamoja nawe. Enda kanisani, rejea, tubu dhambi zako, enda nyumbani mwa Bwana, amuka mahali ulianguka, usikae kwa matope. Enda tena, tubu, Mungu ataleta urejesho wa kipekee. Ujue ya kwamba tutaendelea kila Jumapili kukuelimisha, na tena tutaongezea ingine juu ya wanajamii ama wanandoa. Tutatengeneza siku ambazo tutakuwa tukiwaeleza. Mungu awe pamoja nasi milele daima, katika jina la Yesu. Asante sana. Amen. Amen. Mema sana Pastor Basweti na Pastor Moses. Tunazidi kujifunza. Wanasema kwa kila jambo ambalo linatendeka kuna sababu yake, na ile ambayo nimejifunza leo ni kwamba kila mtu afahamu msamaha. Na pia wakati wa maombi tunaomba, tunaombanga, na ile nimejifunza ni kwamba Mungu anajibu, ila kila mtu ana wakati wake ambapo hiyo maombi itajibiwa. Yonga mwanchito mulgeria no sesori etinga waseseniwe kwanyorere liborere konyokwe boria kwanyorere lichibuliae nande eike gochando nyane tokwiraniria mangi kurenda spono yangwa kirengambia mona sogosanganita somuro bitu binde baya masesenia yana kwa chingaki iraniria mabori ari kwanyara gokuboria ngaitwa ntari ko iraniria actually bono ni na matera ari kwabo gwataba nyara ngoko bekirerio nyane gogoseniwa somuro bitu binde baya masesenia timeto Basweti. Kuna mtu unataka kusalimia? Siku ya leo nisikufungie. Nitasalimia watu wote ambao wanatutazamia mahali popote unatutazama na kusalimia katika jina la Yesu. Watu wa kutoka Engenta PH na wasalimia sana, kama vile niliambia reverend wangu, nyimbo zako za kanisa zitaendelea kuchezwa mahali hapa. Next Sunday tutazicheza. Mke wangu na watu wote, Benson, Bishop Benson, Pastor Kevin Mongare, Mr. Kevin pia. Asante kwa wote wale ambao wanatutazama. Bwana wabariki sana. Watu wa nyumbani, barikiwa neema ya Bwana. Na siwezi sahau daktari. Nimekumbuka kuna daktari wanaendelea kuwatch na Mayanko Lazarus. Mahali muna watch mnatazama. Asante, Bwana awabariki katika jina la Yesu. Amen. Nami pia ningependa kuchukua nafasi na fursa hii kusema asante kwa wale wote ambao wananitazama. Ningependa nikajulie hali wote ambao mnanijua, na jamii yangu na jamaa yetu yote kwa jumla, wenye wako hapa mjini na pia na mashambani sehemu za Vihiga County. Nasema ya kwamba Mungu akawabariki sana. Mke wangu, watoto wangu ambao mnanitazama, neema ya Bwana ikajae juu yenu. Zaidi ya yote, Wakristo wote na wana wote wa Mungu na watumishi wa Mungu, tukazidi kukaza mwendo, tufikie mede wa dhahabu ambayo Kristo ameandaa mbele yetu. Mosese niwe mbuya. Asante sana. Amen. Na mbia bono mwanchito mulgere na njiti yangu ichinga kinyara ko wikara na sekanisa itskori yare ronye ko anda oskaro wetira ko wete obekini yonsu gweta somo birogo ko sabiro nyaro bwene bwangu kurende. Bye bye, tumarine ikiegecha tutusieke na masaba kurase Pastor Basweti. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, tunashukuru jina lako kwa sababu ya wakati huu. Umekuwa mwaminifu, umetuongoza katika kipindi cha neno lako Bwana. Asante kwa sababu ya mtazamaji mahali popote alipo, na sidi kumwombea baraka, neema na kibali kamtawale katika maisha yake. Zaidi ya yote, yule ambaye Bwana anajiuliza maswali mengi katika maisha yake, Bwana mjibu, kamtembelee, ukamtendee. Yule ameanguka, Bwana ukamkumbuke, ukamsamehe, ukampa urejesho. Baba, tubariki na uonekane, tupiganie vita, tupe ushindi, kwa sababu wewe ndiye baba yetu ambaye umetuahidi kwamba hautatuacha wala kutupungukia. Uimidiwe milele. Na bariki wana studio wote Bwana, na studio ya Nsoko kaibariki katika jina la Yesu. Tukuka na upokee sifa kwa maana umetutendea katika jina